Siri yetu sehemu ya pili. Maria alimwambia Thomas kuwa ni ndoto tu, wala hamjui huyo Daniel. Hivyo, Thomas aliridhika na majibu hayo na kumwambia mkewe walale. Asubuhi ilipofika, alimshangaza mkewe kwa kumwambia ajiandae waende kwenye viwanja vya starehe wakafurahie. Thomas alikuwa na matumaini kuwa safari yao ya kwenda kwenye viwanja vya starehe ingemfanya Maria kutoka katika huzuni. Aliandaa kila kitu kwa uangalifu, akimwalika mkewe kwenda kuonja maisha ya furaha katika viwanja vya mapumziko. Alijua kuwa Maria alikosa furaha ya ndoa yao, lakini aliamini kuwa kupitia wakati wa kupumzika angeonesha furaha hiyo. Walijiandaa kwa furaha, lakini Maria alionekana kama hakuwa na furaha kabisa. Aliingia kwenye gari huku akionesha kutokuwa na shauku yoyote. Thomas alijaribu kuzungumza hadithi za kuchekesha wakiwa garini, lakini Maria alikuwa kimya. Ukimya wa Maria haukumfanya ahisi vizuri. Thomas alijua kuwa ilikuwa vigumu kuelewa kinachoendelea kutokana na hali aliyoipitia Maria, lakini hakukata tamaa. Wakati walipokuwa wanakaribia viwanja vya starehe, Thomas alimwambia kwa furaha, "Subiri kidogo mke wangu, naenda kununua ice cream, nitakaporudi tutaanza kufurahi pamoja." Aliona kuwa Maria alionyesha kutokuwa na shauku, lakini alijua kuwa angalau kwa ice cream huenda angeweza kubadili hali hiyo. Alipotoka kwenda kununua ice cream, Maria alikaa chini kwenye kivuli, macho yake yakitazama miondoko ya watu. Lakini ghafla aliona kijana mmoja akitembea karibu na sehemu alikokuwa amekaa. Aliangalia kwa makini na aligundua kuwa alikuwa ni Daniel. Alijua kuwa ilikuwa ni nafasi ya kumuona tena. Maria alijikuta akimuita kwa mshangao, "Daniel, Daniel." Aligeuka na alishangaa kumuona Maria akimuita kwa jina lake. Maria alijibu kwa mshangao, akiwaza kama ni kweli au ilikuwa ni ndoto. Maria alikimbia kwa haraka na walikumbatiana kwa furaha na huzuni ya muda mfupi. Maria alijikuta akifuta machozi kwa furaha. Maria na Daniel wakaongea kwa muda mfupi. Walipomaliza, Maria aliomba namba za simu kwa Daniel na Daniel alikubali kwa furaha, akimpa namba yake kwa haraka. Wakati Maria anaondoka ili kurudi kwenye sehemu yake, alipoambiwa amsubiri mumewe, macho yake yote yalikuwa yanamtazama Daniel na kupelekea kugongana na msichana mwingine aliyekatiza sehemu ile, na mwisho wakaombana msamaha. Wakati Thomas alipokuwa anarudi na ice cream, hakumuona Maria sehemu alipokuwa amekaa, lakini ghafla alisikia sauti nyuma yake ikimuita, "Mume wangu." Thomas alipogeuka nyuma, alishangaa kumuona mkewe anamuita kwa jina la mume wake tena akiwa na tabasamu. Thomas akaitikia, "Naam, mke wangu." Maria akamwambia, "Mume wangu, asante kwa kunileta hii sehemu." Thomas alimpa ice cream mkewe kisha akamuuliza, "Kweli umepapenda?" Maria akajibu, "Tena nimepapenda sana mume wangu." Thomas akaamua kumuuliza mkewe, "Ulikwenda wapi wakati mimi naenda kununua ice cream?" Maria akauliza, "Kwani unaniuliza hivyo mume wangu?" Thomas akajibu, "Kwa sababu nilikuacha kwenye kivuli, ila niliporudi sikukukuta na badala yake ukatokea nyuma yangu." Maria akajibu, "Ndiyo mume wangu Thomas, nilinyanyuka ili nikufuate maana nilihofia kukaa peke yangu." Thomas anamuuliza, "Na yule mtu uliyekuwa ukiongea naye ni nani?" Hapo ndio mwisho wa sehemu ya pili. Tukutane kwenye sehemu ya 3. Kutoka